Karibu tena mtazamaji. Baadhi ya jumbe ambazo zinaingia hapa ni kuhusiana na hali ilivyo katika mtaa wa Kawangware hapa jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Trix Ingado amewasili katika studio zetu za katikati mwa jiji la Nairobi hivi sasa na anaungana nasi. Trix, leo hii umefahamu kuwa kazi ya mwanahabari huwa ni hatari wakati mwingine. Hali ilikuwa vipi Kawangware? Na Mashirima, umesema kweli. Tuliona hilo jambo katika pilika zetu za leo, kwa sababu tulijipeleka pale Kawangware kuangalia ni nini kilikuwa kibaya, kwa sababu tulikuwa tumeambiwa kuna majengo yalikuwa yamechomwa kwa sababu kulikuwa na mushkil kidogo. Tulipofika pale, lakini tulipata ndio kulikuwa na askari wengi, kulikuwa na vikundi vya vijana wengi ambao walikuwa wanaona ni kama tuliona ni kama wamehamakishwa. Wakatuambia ni ile hali ya kisiasa ya nchi hii ambayo hawajafurahishwa nayo, hawataki kulazimishwa kurudi kwa debe kesho. Wanasema watu wa Nyanza wanadhalilishwa na hawapendi ile hali ilivyo. Lakini tukaendelea na shughuli zetu za utangazaji, tukafanya kazi zetu, lakini ikafika wakati ambapo tukaona kidogo askari polisi waliokuwa wamejaa pale wakilinda jengo fulani ambalo lilikuwa limevamiwa hapo awali wakijiondoa. Hatukujua nini kinaendelea, ila kidogo tukaona mawe yanarushwa yanarushiwa polisi, na kukakuwa na vuguvugu pale. Kila mtu anakimbia mbio, watu hawataki kupatikana pale wakiumia, na wale vijana pia wamehamakishwa, wanafukuza askari polisi. Wengine wao wakisema kwamba askari polisi hawa askari walikuwa wanasumbua, wanakuja kwa nyumba zao wakiondoa wanaume wa kuwapiga. Wengine wakisema, kuna mmoja alikuwa amesema kwamba mke wake alikuwa amepigwa. Kwa hivyo kulikuwa na utata pale Kawangware, lakini kilichotushangaza ni kwamba baadhi ya vijana, hatuelewi kama walikuwa waporaji tu ama walikuwa baadhi ya wale waandamanaji, wakatugeukia sisi kama wanahabari. Na kwa vile mimi nilikuwa mmoja wao, nikaona labda wana haja na simu yangu, nikawapatia. Hiyo inaonekana ilimgeuza yule aliyekuwa amenivamia, kwa sababu akaachana na mimi na wakamvamia mwenzangu anayeitwa George Mariga, ambaye pia alikuwa amebeba kifaa cha kupeleka taarifa moja kwa moja kinachoitwa Live View, na pamoja na alikuwa na simu yake ya nununu na hela zake mfukoni. Wakamvamia yeye, ila yeye alipigana nao, aling'ang'ana vile awezavyo kuhakikisha kwamba vifaa vyake havichukuliwi hadi akaanguka chini. Lakini kwa bahati nzuri kuna wanahabari wengine wa kutoka nchi za nje ambao walikuja pale, na pamoja na baadhi ya wale waandamanaji ambao waliona ni si vizuri wanahabari kuvamiwa, wakakuja pale tulipokuwa na wakawaambia, jamani, msiwasumbue wanahabari. Kwa hivyo hata wale wanahabari kutoka nje, wazungu haswa, walikuwa wamekatazwa kuja pale, kwa sababu wanaambiwa nyinyi ndiye wale observers. Tunakumbuka katika ule uchaguzi wa kwanza, kuna wale ambao walisema kila kitu kilikuwa shwari, lakini mahakama kuu ikasema kwamba uchaguzi huo haukuwa shwari, kwa sababu kwa vile wakaona wale wazungu kama ni wale observers tu, hawakutaka kufikiria kwamba hao ni wanahabari tu kama wengine ambao kutoka humu nchini. Lakini hao ndio walitusaidia, pamoja na wengine ambao wako hapo. Mpiga picha wangu sijui alitorokea wapi, kwa sababu pia yeye walikuwa wamesema chukueni zile kamera zote, kwa sababu sasa ikabidi pia atoke mbio, kwa sababu angepatwa pia yeye angeweza kufumaniwa na vile vifaa vyake vikachukuliwa. Kwa hivyo wakakimbia kwa polisi kujaribu kuwasihi warudi kule nyuma kutusaidia, lakini kaonekana kwamba ni vigumu, kwa sababu vitu vilikuwa vimeharibika kabisa. Lakini kwa bahati nzuri tuliweza kuondoka katika eneo lile, jawapo sikuwa na simu yangu, lakini bora uhai. Naam, Trix, ni kuwa Maringa ameumia sana ama yuko katika hali ambayo ni nzuri? Huyo kijana alijikaza sana, alipambana na wale watu, alianguka chini, akaweza kupata majeraha madogo tu katika mkono wake. Si maumivu ambayo utasema ni mabaya sana, lakini alipata kushtuliwa sana na ile hali, kwa sababu nadhani ile ni mara yake ya kwanza kujipata katika maandamano ambayo yalikuwa makali ya aina hiyo, ambapo hata askari polisi wameshindwa kuyadhibiti na kudhibiti wale watu ambao walikuwa wamejitokeza kwa hamaki na kusema kwamba hawataki hapo na pia hawapendezwi na ile hali ya kisiasa. Lakini yeye hakuumia vibaya, ilhali alishtuliwa sana na ile hali, lakini alijikaza, akashikilia vifaa vyake, akashikilia simu yake, ingawaje ilipasuka katika kule kupigana, lakini yuko salama.
na Trix Ingado kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi, akiwa anatueleza hali ilivyokuwa awali katika maeneo ya Kawangware hapa jijini Nairobi. Bado ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa mbali ili tuweze kujua kile ambacho kinaendelea katika maeneo hayo. Kwa sasa tunatamatisha taarifa zetu za Kivumbi mwaka 2017 kupitia idhaa yetu ya KTN Home, lakini tunaendelea kupitia idhaa yetu ya KTN News. Endelea kuwa nasi.